kuna shughuli ambayo imetuleta hapa ya kudedicate hii nyumba. Ndio maana umeona mtumishi wa Mungu yuko hapa, Apostle Martin. Sio kawaida kuwa na mtumishi mkubwa ambaye anaweza kusikia mwito wa watu. Lakini huyu mtumishi wa Mungu ameacha mambo yake yote ili akaweze kujiunga pamoja nasi, tukaweze kumdedicate nyumba ya brother yangu kwa jina la Yesu. Na kabla sijaendelea, ningetaka tu nifungue kwa maombi katika jina la Yesu. Nataka tuamini, tuombe ili nikaweze kufungua kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante mfalme wa amani. Jehova, ni jioni nyingine njema ambayo Bwana umetuonyesha. Jehova, umetuleta hapa kwa furaha ili Bwana tukaweze kudedicate nyumba kwa jina la Yesu Kristo. Najua kwamba Bwana unasema ya kwamba mtajenga nyumba na mtaishi ndani. Ninashukuru Bwana ni kwa ajili ndugu yetu amejenga hii nyumba, na ninajua kwamba Bwana wa mabwana neno lako limetimia ya kwamba utajenga nyumba na utaishi ndani. Kuna baadhi ya watu Bwana wamejenga manyumba na wameyaacha, hawajaingia hata ndani. Wengine wameacha wakati yamekaribia kumaliza. Wengine maroho ya kwao yamekataa yaishe. Jehova, tunakushukuru ni kwa ajili Bwana umeifanikisha jambo hili katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Ni jioni nyingine njema Mungu ametukutanisha mahali hapa, na tunashukuru sana ni kwa ajili ya kutukutanisha mahali hapa. Sasa sitachukua muda mrefu. Ningelitaka nikaribishe mzee wa nyumba hii akaweze kuongea na watu, akaweze kutukaribisha hapa. Kutoka hapo nitachukua nafasi nikaribishe na mtumishi wa Mungu hapa. Na pia tunaona tuko na brother yetu hapa mkubwa ambaye anaitwa Julius Michubu, ni brother yangu mkubwa hapa. Tuko na marafiki, tuko na familia, na pia nitaweza kupa dakika moja ili mkaweze kuongea kabla sijamuita mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo wewe ambaye kabla sijamuita Mr. Michubu, ningetaka tukaribishwe hapa na Mr. Musa. Karibu sana Mr. Musa, mpigie makofi kwa jina la Yesu. Piga makofi. Piga makofi. Ndio mzee ambaye ametuleta hapa, ni ndugu yangu, mdogo wangu, tunashare jina moja ya babu yangu na yeye. Ukisikia nitahusiana, umeniona, ukiona nitahusiana huyu, umeona pia babu yangu. Kwa hivyo huyu ni brother yangu, cousin yangu ambao tunashare jina moja ya babu yangu, Mr. Apostle. Karibu sana. Yesu asifiwe. Nimeshukuru sana waona venye mmekuja, kwa sababu hata kuna wenye metoka mbali hapa. Mamangu, kazi zangu, nimeshukuru sana. Yaani hii kujenga hii nyumba haikuwa rahisi. Kuna wengine walikuwa wananiambia utaweza majenga kubwa au una familia kubwa. Familia yako ni dogo. Lakini Mungu amenionekania. Amen. Amen. Power. Na hata huyu brother amenipea advice sana ndio nikaweza kukamilisha. Hapo nitamkaribisha brother yangu mkubwa Julius Miso. Sina mengi ya kusema. Power. Asante sana. Karibu sana Julius. Huyu ndio baba yetu hapa Mombasa, ni brother yetu pia. Amen. Power. Tukiwa na yeye hakuna kitu itaharibika. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna furaha? Tuko nayo. Mko na furaha? Basi kwa majina kama vile umesikia anaitwa Julius Michubu. Kama vile umesikia Pastor akisema mimi ndio brother wao mkubwa. Na nimefurahi sana siku ya leo.
nimependezwa na siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Haswa nikiona watu vile wako mahali hapa sababu ya Musa. Musa, asante sana kwa kutualika na kutuita katika kufungua nyumba yako. Thank you very much. Na pia vile kuita kanisa. Bwana asifiwe. Unajua watu wengine wao wanaingia tu mahali tu kifua. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini nimekupendeza wewe kumkaribisha Mungu katika nyumba yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma kwanza mstari mmoja katika kitabu cha Isaya 60. Inasema kuanzia hapo moja, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litasifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii inasema angaza, inuka uangaze, kwa maana nuru yako imekuzukia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayalizi yale ambayo yote umeyapitia, hayalizi gharama ambayo umeingia katika nyumba hii, hayalizi wale ambao wamekuvunja moyo wakakwambia umejenga nyumba kubwa hutaiweza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwishoe Mungu amekuwezea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa maana nuru yako imekuangazia. Amen. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Mungu ako mbele yako. Bwana asifiwe sana. Na umeona mbele. Amen. Ukakaribisha Mungu katika nyumba yako. Kwa hivyo nuru yako inaangaza. Amen. Amen. Kwa hivyo kanisa, karibuni sana. Watumishi wa Mungu, karibuni. Mudedicate hii nyumba mikononi mwa Mungu. Amen. Ndugu yetu aishi kwa amani, aishi kwa furaha, na aishi akiwa anamuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo karibuni. Amen. Wajua hapa tulikuwa tunasema huku ni mbali. Bwana asifiwe. Huku kulikuwa kunaitwa kichakani. Yesu asifiwe sana. Na hata wengine wanasema umejenga nyumba mbali huko kichakani huku. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna wakati unakuja utatafuta mahali kama hapo utakosa. Amen. Yaani wewe utaonekana wewe ulionaje ukafika huku. Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usivunjike moyo kwa watu. Amen. Endelea kuangaza. Amen. Amen sana. Kwa hivyo nimefurahi sana kuona mama yetu ametoka nyumbani jana, amefika hapa ni kwa ajili ya furaha hii. Wajua kijana, umetuonyesha mfano mzuri sana. Hii ni jambo ambalo hatujaiona. Bwana asifiwe sana. Yaani umetuonyesha mfano mzuri. Na huu ndio mfano tunastahili kufuata sote. Bwana asifiwe sana. Na ndio nawaambia vijana muingie kwa makanisa. Kwa maana kanisa ndio liko na mwangaza. Bwana asifiwe sana. Hakuna mahali pengine utaona mwangaza. Hakuna mahali pengine pako na amani isipokuwa kanisani. Ndani ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Ukimtumikia Mungu, mambo yako yataenda sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa maana hakuna mwingine anastahili kutumikiwa isipokuwa Mungu wa mbinguni. Kwa maana utapewa vitu vyote vya dunia hii, na ukose Mungu utaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Ni wengi wanajenga nyumba kama hii na wasiishi. Simetangazwa hapa na pastor amesema, unajenga nyumba kubwa lakini hutaishi ndani yake. Bwana asifiwe. Na hutaishi kwa amani. Lakini leo hii Musa ameita kanisa hapa, ameita Mungu wa mahali hapa, utaishi kwa amani. Haijalishi utapitia majaribu gani, lakini Bwana atakuwezesha. Bwana atakulinda. Amen.
Kwa hivyo mbarikiwe sana tunapoendelea na shughuli inapoendelea. Amen. Asante sana. Pigia makofi ndugu yangu. Asante sana Bwana Julius. Sasa tupate mama moja wa familia. Mama moja wa familia, maana mama mwenye mboma anaogopa. Ama uje umwe. Sije usalimia watu kidogo. Kiona apostle amekuja kutoka huko. Hebu mmoja umsalimie. Mpigie makofi kwa jina la Yesu. Amekuheshimu sana Apostle Martin. Na wewe pia usihofu. Njoo useme neno moja kwa ajili ya marafiki zako ambao wamefika hapa. Mpigie makofi Mama Angel kwa jina la Yesu. Mpiga makofi mpaka afike hapa. Mpigie makofi kabisa, mpigie makofi. Karibu sana, karibu sana. Bwana asifiwe. Kwa maana ni kafe ama matendo. Mimi ndio hii nyumba. Wote waliokuja nimewakaribisha. Msikie mko huru. Asante sana, asante sana. Na tungelitaka tukaribishe mama mmoja familia. Njoo hapa usalimie. Nani ambaye anaweza? Pauline, njoo hapa salimia watu. Watie moyo. Useme maneno mbili alafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Furaha siku ya leo kufika mahali hapa. Huwa nasikia raha tukikuja mahali kama hapa. Wakati kama leo. Bwana Yesu asifiwe. Si tuito kwa mambo mbaya. Tukiito kwa furaha kama ya leo ni jambo la kushukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inanipa moyo sana, na yule mwenye alikuwa yuko chini pia anakuwa na moyo wa kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu ambacho unapanga katika maisha yako pia wewe unamtangulisha Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali hapa anasema kujenga nyumba kama hii ni ngumu sana. Lakini ukimtangulisha tu Mungu mbele, unaweza ukajenga. Na ukiwa unatoa hata sadaka kwa Mungu, kumwambia Mungu, nikiwa na kitu kama hiki nikikutoa hii sadaka, naomba unifanyie hivi na hivi. Ukiweka nadhiri na Mungu, na ukishafanywa hivyo unatoa ile nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni furaha kubwa sana kwa Musa kutualika mahali kama hapa. Tunasikia raha kwa sababu kuna wengine ukiona wamekutana mahali kama hapa watu wengi hivi, hiyo ni jambo mbaya, mengine mabaya, mara nini ambayo ifurahishi Mungu. Lakini tumealikwa kwa kufungua nyumba, mara harusi, mara nini, nashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ni jambo la kushukuru Mungu sana. Congratulations Musa, ni jambo la maana umefanya. Wewe ni kijana mdogo na umefikiria kuwa si kwa uwezo wako, ni kwa uwezo wa Mungu, ndio maana umekubali Mungu haingilie kati tufungue nyumba tukiwa pamoja. Bwana asifiwe. Tunaomba kwa Mungu akubariki na uzidi kuendelea mbele ukiwa unamtegemea Mungu na umleo tuone katika Mungu, na Mungu azidi kuwabariki. Kwa majina naitwa Pauline, kazi ya Musa. Ni mama Kailo, ni mamangu. Huyu ni Sobo, ni kazi yangu pia. Yaani wote hao ni brother zangu, ni pastor na mamangu. Mimi ndani kwa Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana, Mungu awabariki. Na msikie mtu karibu sana. Pigie Pauline makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu tupate mmoja pia kijana ama mtu wa upande mwingine hapa kwa niaba ya hawa vijana ama wazee ambao wanaingia, aje aseme jambo dakika moja tu. Utasema jambo. Hamjambo nyote. Mimi kwa jina naitwa Lucas Njoroge Ngere, ni Mkikuyu. Lakini nilikuja Pwani nikakaa kama wa Pwani. Kwa hivyo tunakaa kama wa Pwani, tunashirikiana tukiwa pamoja kwa kabila nyingi sana. Wakamba, Wakikuyu, Wajaluo, Wameru, wote kwa jumla tunashirikiana katika hizi sehemu za kuishi katika hii maisha ambayo Mungu ametujalia na kuishi. Mimi ni kufurahi zaidi sana kulingana na jinsi vile nimeona mambo ya maajabu, na ninajua wazi kabisa si wengi walio wanaweza kufanya jambo kama hili, ingawaje katika historia ni vizuri zaidi kwa sababu ya kuweza kuondoa yale ambayo ni mabaya utayaona, yale mazuri utayaona, kwa sababu unapofanya jambo jema mabaya utayaona na mengine ataepuka. Yale mazuri tunapokea katika jina la Yesu Kristo. Na popote penye mabaya
kumbuka, enda na hiyo njia, lakini yale mabaya, hata kama si mwanadamu atakwambia, Mungu atakwambia kuna ubaya na kuna mabaya na atakuepushia. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana Musa kulingana na kwamba hii ploti akinunua tangu mwanzo, mimi ndio mzee wa mtaa. Katika agreement yake ni mimi niliandika, Musa yuko na haki ya kuishi bila wasiwasi na kuishi na wananchi pamoja kama jinsi vile ambavyo mmetukuta. Musa ni rafiki yetu, alikuja kitambo, amejenga na jiwe ya kwanza alianza jiwe mawe 20, 10, ameendelea hivyo hivyo pole pole mpaka imefikia kilele hichi ambapo mnaona nyote mko hapa. Kwa hivyo mimi ni kumshukuru Mungu kwa sababu ya vile ameita kanisa hapa, na kanisa wamekuja kudhibitisha ukweli wa Musa na kazi ya Musa ya mkono wake kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninawashukuru nyote, kwa wageni ambao wametoka mbali, ni wajue kwamba Musa ni ndugu yetu sisi. Musa ana madada hapa. Musa ana watu wengi sana wanampenda Musa kulingana jinsi vile tangu aingie hapa ni mtu wetu. Kwa hivyo nimeshukuru, na kulingana huu wakati ambao unapungua, mimi nitaachia hapo. Ni kuwashukuru wa kanisa, wageni wote, na Mungu awabariki. Asante. Mzee wetu makofi kwa jina la Yesu. Tunaingia upande wa kanisa. Mzee mmoja aje atusalimie. Mzee mmoja. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa John, na mshukuru Bwana kwa kuwa mahali hapa jioni ya leo. Ni furaha kubwa kama vile wao wametangulia wamesema, ni furaha kubwa sana kuitwa kwa sherehe ya kufungua nyumba kuliko kuitwa matanga. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sherehe hii, na mimi ni mhubiri pale kwa Maximum Revival chini ya Pastor Martin. Mungu hawabariki na watende mema. Barikiwa sana. Mama moja wa kanisa, tutafungia mtu yote mnataka moja moja huku. Moja kanisa, tunaweza kwa niaba ya kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kweli ni furaha, tuko trip. Hatujai kanyanga huku. Ni kweli. Lakini kweli leo tumekanyanga hapa sababu ya dada yetu Faith na mume wake Musa. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Irene. Wapigie makofi kwa jina la Yesu. Sasa tunataka kuandaa makofi kabisa ili tukaweze kukaribisha Apostle akaweze kuendelea kutoka hapo. 1 2 3 makofi. Makofi. Karibu Apostle. Karibu sana. Karibu sana Apostle. Ongea na watu. Bwana asifiwe. Hamjambo. Naomba tuweze kusikizana. Kwa majina naitwa Pastor Martin. Ninashukuru Mungu na asante kwa ajili ya Musa na Faith, na ningetaka niseme asante kwa sababu ya kuona kukaribisha Mungu na kuhusisha Mungu kwa jambo hili. Bwana asifiwe. Maana nimeona pastor mwenye anatuongoza hapa anapenda tuseme majina. Niko na mke wangu, naomba pia aseme jina kwa ajili ya encourage Faith. Ni vizuri pia aweze encourage Faith. Tuseme congratulations kwa Faith. Ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kutuleta umbali huu. Nashukuru Faith pamoja na Musa kwa hii hatua mmepiga. Mungu awabariki, awatende mazuri. Tunaona bado nyinyi ni vijana, lakini Bwana amewasaidia katika ujana wenu. Mmefanya jambo ambalo linaonekana. Kwa hivyo tunafurahia na tunamshukuru Mungu pamoja, na asanteni pia kwa kutuita kama kanisa ili tuweze kushuhudia makubwa haya Bwana ameyafanya. Faith ni mmoja wetu kwa wamama na kuanga very active, na tunashukuru maana wakati wote ambapo tuko na jambo pale kanisani huwa anakuwa anajumuika vizuri na anajitolea vizuri. Kwa hivyo ndio maana yake pia sisi tumekuja tufurahie na yeye, maana ni wa muhimu sana kwetu. Asanteni sana.
Asante sana, Mungu ambariki sana. Kwa sababu ya muda na vile watu wamechoka pia kusimama, wengine wametoka kanisani, ningetaka niseme kwamba Faith yuko wapi? Oh, thank you. Na Musa na pia mama yenu na ndugu na marafiki pia. Alafu naomba kama uko mbali na unioni tu, ungependa tuombe na wewe, maana najua tu utajenga kwako. Hata wewe utakuja jenga kwako. Maana ya Mungu ni mengi. Hakuna mtu ambaye anapeanga mtu Mungu ongo. Unajua ni Mungu peke yake akulangi rushwa ya Kenya. Si ni kweli? Kwa hivyo mtu yote anaweza jenga kwake na ukajipata umeita watu pia wakakuja kufanya maombi. Ama upendi maombi? Bwana asifiwe. So ninaomba kila mmoja aliye mahali hapa hivi tukaweze kushirikiana. Mimi sitasema mengi. Pastor ameongea kuhusu utajenga nyumba, mkae ndani. Mtumishi wa Mungu mwingine amekuja hapa amesoma Biblia. Sasa mimi hata naona tu nifanye maombi. Alafu kisha baadaye kama kuna watu walikuwa wanaendelea kukula, maana naona wengine wamekuasika tayari. Pastor hata amesimama chakula tukuli sasa. Sasa nataka tumalize tukule. Alafu tuanze kuimba ndazi hapa mpaka njio. Alafu nimefurahi kitu kingine kwa sababu ya mzee wa mtaa. Mpigie makofi mazuri. Kwa sababu kuna uwezekano hapa kuna wizi pia. Kwa hivyo sisi pia tunataka maploti huku. Tukiondoka tuanze kupewa maploti huku kwa sababu naona kuna nafasi nyingi. Amen. Majina ninaitwa Pastor Martin, mimi ni kiongozi wa kanisa la Maximum Revival Church. Iko hapa town hapo Sabasaba tu. Kuna jengo kubwa liko hapo linaitwa Lasco. Hapo ndio ninafanya huduma na Faith anakuanga member hapo, na kwa ajili ya sacrifice ambaye anaifanyanga hata kama hakuna kingine, lakini kutoka atokako mpaka kufika kwa ile kanisa, na sisi tukasema kwenye ameenda lazima tufike hapo ili tukaweze kuomba pamoja naye. Jambo lingine ni kwamba ni heri kuitwa kwa furaha kuliko kwa matanga. Bwana asifiwe. Ama si ni ukweli? Afadhali kuja mahali hapa hivi ili tukaweze kuomba Mungu kwa pamoja. Mimi naomba tu nisome mstari moja alafu tukubaliane tuombe. Bwana asifiwe. Kwa kitabu cha Mithali 8 mlango ule ni wa 15. Mithali 8 mlango wa 15 inasema hivi: kwa msaada wangu wafalme umiliki na wakuu wanahukumu haki. Verse number 16 inasema kwa msaada wangu wakuu utawala na waungwana na waamuzi wote wa dunia. So ningetaka kusema neno hili linamaanisha nini? Mungu anasema ni kwa msaada wangu tu wakuu utawala, mtu utajirika, mtu uishi hata kuona kesho ni kwa msaada wa Mungu. Uwe na watoto ujue ni kwa msaada wa Mungu. So Joshua na Musa pamoja na Faith wameona ni vema. Unajua jina ukitaja Joshua, ukitaja Musa, Joshua inakaanga karibu na Joshua hapo. Hao wawili wanakaanga kama wameoana. So Musa na Faith waliona ni vema kwa sababu ni kwa msaada wa Mungu tumejenga. Kwa hivyo kwa huyo Mungu tunaweza tukamkaribisha. Ni vema uelewe ni kwa msaada wa Mungu wewe uko. Ni kwa msaada wa Mungu wewe uko na hiyo afya uko nayo. Hata kama uendangi kanisani, hata kama uombagi, hata kama unasikianga wewe uwezi kufanya wema wowote, lakini ukao ukijua ni kwa msaada wa Mungu. Hata hivyo tu uko hivyo tu ni kwa msaada wa Mungu. So Biblia inasema ni kwa msaada wangu hata wafalme umiliki. Kwa hivyo ni kwa msaada wa Mungu huyu brother na huyu sister wameweza kujenga hii nyumba, na sisi tumekuja tuiweke wakfu mbele za Mungu. Tumwambie Baba, na sisi tunaomba kwa nyumba hii kuwe na amani, kusiwe na kifo. Semeni amen. Amen. Na kusiwe na kilio. Semeni amen. Amen. Wasijute kwa nini walikuja mahali hapa. Semeni amen. Amen. Waganga na wachawi wasipate mlango wa kuingilia hapa. Kwa jina la Yesu. Watu wenye laana mbaya wasipate nafasi ya kuingilia hapa. Yes. Ikiwa mtu atatoka atokako na akuje na nia mbaya, asipate mlango wa kuingia huko. Yes. Najua sisi kule kwetu huwa tunakuanga na kishiara tunaendanga kukumbuka. Amen. Tunakujanga bali tunaanza sasa ile laana. So lakini hii ni ya neno la Mungu. Ile ya kusema hivi, tunazunguka sisi tunaweka ukuta hivi. Kuna watu wengine wakisha ama hata saa hii wewe unajua mimi kitu kimoja huwa kinanishangaza ngani kwamba ukisha ama nyumba yenye unaishi ni vema ujue uwakilishe Mungu. Yaani uite Mungu hapo. Kwa sababu
nilienda juzi, nilikuwa kidogo kitambo kidogo tu, lakini naona ni hivi karibuni. Sijui ni hivi karibuni ama ni juzi. Ni juzi ndio. Sasa nikaenda mahali nikakuta nyumba ilikuwa inajengwa, alafu msingi umechimbwa vizuri. Nikiwa napita pale nikaona watu wamechukua mbuzi, wamempasua hivyo, alafu wamemwaga damu, wanamwaga damu kwa ule msingi, alafu wakakata kichwa, wakaweka hapo katikati na miguu, wakaweka hapo katikati ule msingi, alafu wakaweka kokoto na mawe. Walikuwa wanamaliza nini? Ndio ukiingia ile nyumba unasikia mara kutoka mimba, mara watoto wamekufa, mara vifo havikosekani kwa hiyo nyumba. Kumwagika damu nayo iko hivyo. Sasa unaingia mahali huku kukaribisha Mungu juu, si wewe uko na rent. Na ukisha ingia hapo, kwa sababu kuna roho ya mauti, uende ikawa wewe hautakufa ama upoteze mtoto, lakini kazi ikufe. Pesa hakuna, yani hakuna kitu chochote cha uhai. Hata unaweza shindwa, mbona niliingia kwa hii nyumba na ndoa yangu ikavunjika? Wewe umeenda tu ukapata msichana mzuri, ukapata kijana mzuri, alafu mmekondisha kanyumba. Kumbe kanyumba kale bwana kalifanywa mambo. Mkisha kaa tu 1 2 3, umepata mtoto wa kwanza, kisha baadaye maka unashindwa ni nini shida. Unaenda kwa wazazi, unaenda yani amuelewani kwa sababu ya madhabahu ambayo yaliwekwa mahali pale. So ukija area kama hii, alafu ujenge nyumba kama hii, haujui ni maagano gani yalifanywa mahali pale miaka hiyo. Lakini kwa sababu wewe uko na ufunuo, unaona hapana, mimi wacha niite Mungu na mimi nianze madhabahu mengine mapya. Niko hapa kukuambia ya kwamba kila kitu chanzo chake ni Mungu. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuweko na Mungu. Kwa hivyo chochote unachokifanya, wewe anza na Mungu tu. Hata kama una pesa, tafadhali, ndio maana mimi nasemanga wewe unapokaa kuwa na mchungaji karibu, kaa na pasta karibu. Unaweza kuwa umekondisha nyumba, si lazima uwe umejenga kama hii, lakini ushakodika nyumba mahali, tafuta mtu wa Mungu, mwambie njoo tuombe mahali hapa hivi. Si lazima uwe na pesa ya kumpatia, chukua maji ya kunywa, mpatie, mwambie kunywa hii maji na sasa hapa uninene baraka. Niko hapa mimi nikuambia kwamba ukiweka Mungu mbele, kila kitu lazima kitakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tuko hapa kusema kwamba congratulations kwa our dear sister Faith and our brother Musa. Niseme ya kwamba hii haitakuwa nyumba ya kilio. Semeni amen. Haitakuwa nyumba ya huzuni. Amen. Unajua watu wameshikana wawili, Musa ambaye jina hilo linamaanisha aliyepatikana kwa maji, lakini Mungu akamtumia katika hali ya kukomboa wana wa Israeli. Alafu Faith ni jina la imani. Watu wao wakishirikiana wao wawili kwa pamoja kwa mapenzi ya Mungu, wanaweza wakafanya zaidi na zaidi. Sasa tutafungua hii nyumba yao ya kuishi, alafu waniite tena nifungue nyumba nyingine ya kukodisha rent. Amen. Semeni amen. Watu wao waniite nayo tufungue nyumba nyingine ya kukodisha. Hapa tusikia anakodisha hapa, anakodisha hapa, hapa anaishi. Mungu akianza na wewe, huwa unaendelea ukikua. Lakini ukiendelea peke yako, shetani akikuandama huwa anakuzimanga. So Biblia inasema kwa msaada wangu hata wafalme utawala. Usiwahi jidhania kwamba eti wewe unazo pesa kwa hivyo unaweza fanya kile unataka bila ya Mungu. Hapana, haiwezekani wapendwa. Kwa hivyo Mungu anatukumbusha kwamba ni kwa msaada wake twalala usiku na twaamka asubuhi. Wangapi wanaamini ni kwa msaada wa Mungu? Amen. Amen. Hallelujah. Wapendwa, kama uende kule maeneo ya Nairobi ama kwenu kule uendako kama Kirinyaga whatever, unaposafiri ujue ni kwa msaada wa Mungu tu unatoka Mombasa unafika. Kwa hivyo usisahau kumwambia Mungu ni asante. Amen. So vile tumekuja hapa ni ishara mtu ambaye huwa anakimbianga sana. Wewe unakimbia hata unasahau na Mungu. Wacha nikwambie, hata ukijenga kibanda chako tu, ni kibanda chako, hata hauna mali. Wacha niwaambie, umejenga kibanda chako hivi, ingia hapo, hata kama una mtu wa kuita, piga magoti, mwambie Mungu ni asante. Ukijifundisha hivyo, utakuja kuona vile Mungu atakubariki kwa baraka nyingi. Bwana asifiwe. So tumekuja hapa kwa ajili ya wapendwa hawa, tukaweze kusema ni asante kwa ajili ya Mungu na kwa sababu ya nyumba hii, na tukaiweke wakfu mbele za Mungu, na sisi zote tutafanya hivyo, na Mungu awabariki. Semeni amen. Amen. Mungu awabariki. Ninaamini ya kwamba yangu nimemalizia hapo ya ku-encourage. Ukae ukijua ni kwa msaada wa Mungu. Salimia mwenzako, mwambie ni kwa msaada wa Mungu. Ni kwa msaada wa Mungu. Ndio manake niko. Ndio manake. Bwana asifiwe. Hiyo tu ni kusomesha watoto, ujue ni kwa msaada wa Mungu. Hata kama ni kazi tu uko nayo, acha kiburi. Ona tu uelewe ni kwa msaada wa Mungu.
Imagine nimeambiwa huyu brother ni mdogo, sijui mdogo kuliko yule mwingine, na lakini anajenga. Kwa hivyo hii si kumaanisha ana nguvu kuliko yule mwingine, ni kwa msaada tu wa Mungu. Kwa hivyo kwa sababu kwa kuwa ni kwa msaada wa Mungu, nataka tukubaliane sisi sote, ule mlango ukiwa umefungwa wa nyumba ile, hapo ndipo tunapoenda kwa jina la Yesu Kristo tukaweza kufungua hii nyumba rasmi kwa utukufu wa Bwana. Somebody say amen. So tutaiangalia hivi sote, twende pale, ule mlango umefungwa na tufungue leo, na yoyote ako ndani atoke hata kama amelala. That is it. Atoke yoyote ako ndani na atoke. Alafu kisha baadaye twende pamoja tukiwa tunatanguliwa na our brother. Yes. Alafu kisha tuweze kufanya kile ambacho kimekuja. Naomba mafuta yangu tafadhali, nipatiwe mafuta. Alafu sasa wale watu wako hapo kwa mlango watoke hivi, msimame hapa niwaonyeshe kitu kingine sisi tunafanyanga. Unajua pia sisi tunakuanga na uchawi wetu. Njoo uone uchawi ule tunakuanga nao. Njoo uone vile tunafanyanga kwetu. Uende uambie wale watu wako wafanye. Sawa? Kaa vizuri tukuonyeshe. Tunataka tuweze kuweka nyumba hii wakfu kwa Mungu. Kona zake zote, sijui iko pana kiasi gani, lakini kwa msaada wa Bwana tutafanya hivyo. Amen. Bwana asifiwe. Tunakubaliana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Haya basi, kwa sababu sisi sote tumekuja hapa, sisi tumeleta maombi. Ama kuna kitu kingine zaidi? Tumeleta maombi. Alafu kitu kingine ya ajabu nimekuta mpaka kuna pilau ilikuwa inakuliwa. Wewe kunayo? Kwa hivyo nimalize haraka. Wewe nimesikia kuna pilau na sitaki kusikia kama nimenyimwa hiyo chakula. Unajua nilienda sherehe moja. Mimi kitambo nimalize kuomba nikaambiwa hata ya pasta ishakuliwa. So mimi nataka tuandamane hapa saa hii na kama imekuliwa tunapika ingine saa hii na kuna wadugu wako hapa hivi tuweze kushirikiana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa hapa hivi uende ikawa niko kwa uwanja wa wenyewe, sasa nataka kuingia hapo. Sawa. Najua naweza dedicate na nikidedicate mwenyewe anaweza kuja kunifuata akaniuliza mbona uliweka miungu yako hapo kwangu. Lakini hata hivyo ninasema mwenye hii pia abarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Karibu hapa. So nataka tuweze kufanya hivi. Nikupitia hapa. Asante. Unajua mimi naona kama kuna mlango hapa. So ni sisi zote tusimame, alafu kisha baadaye nataka tunyoshe mkono hapa hivi. Hivyo ndivyo tutakavyonena baraka. Yes. Na mko wengi. Asante Yesu. Tuko wengi hapa hii nyumba. Dada hautatozea wewe. Hii nyumba hii imebarikiwa. Tunaizunguka hapa hivi kidogo. Tutapita hapa hivi kona hii. Nyinyi mtasimama tu wachache, tutafunguka na wale wachache. Hii mafuta, unasikia wale watu ambao walijenga hiyo nyumba, alafu wao wakachukua mbuzi, wakamkata kichwa. Mimi niliona wameng'oa mguu upande huu wakaweka kona hii, mguu upande ule mwingine, wakachukua matumbo wakaweka katikati, na kuna maneno hao wazee walikuwa wanaongea. Hiyo nyumba ukishaingia au kosi kumwagika wa damu, bwana yako atakufa ama mke wako, ajali barabarani ya watoto, vitu vya ajabu. Kisha na maana kuna madhabahu iliwekwa. Na sisi tumekuja hapa tuweze kuweka madhabahu ya Mungu. Can somebody say amen? Amen. Nyosheni mkono kwa hii nyumba basi. Hallelujah. Hivyo ndivyo tunaomba sote na mtarudia maneno haya kwa jina la Yesu Kristo. Semeni Baba, kwa jina la Yesu. Twasema ni asante. Kwa maana ni kwa msaada wako wafalme utawala na wakuu umiliki. Hata sisi kuwa hai ni kwa msaada wako. Twasema ni asante. Kwa pamoja tunashukuru kwa mwaliko huu kwa jina la Yesu. Kutoka kwa Musa na Faith wametualika ili tukuhusishe kwa nyumba hii. Nasi kwa jina la Yesu tunashirikiana tukiweka wakfu nyumba hii kwa jina la Yesu. Tunaiweka wakfu. Itakuwa na baraka. Watoto wataishi hapa, wajukuu watazaliwa hapa kwa jina la Yesu. Hakuna mauti, hakuna kifo,
hakuna magonjwa, hakuna laana kwa jina la Yesu. Semeni Baba, tumelaani kila adui anayeweza kuja kinyume na nyumba hii, akanena uovu. Huo uovu tunaupinga kwa jina la Yesu. Tunapinga kila uovu, kila laana tunaipinga kwa jina la Yesu. Hii nyumba ni nyumba ya baraka. Nyumba ya baraka. Sema hivyo bila mchoyo. Sema nyumba hii ni nyumba ya baraka. Leo watakuja hapa, watakula, watakunywa. Nyumba hii pesa haitakosekana. Watoto wa kiume na wa kike hawatakosekana kwa jina la Yesu. Hii mafuta ni ushahidi ya kwamba tumeinua madhabahu ya Mungu kwa jina la Yesu. Sema Baba, hii nyumba haitatajwa na uovu. Majirani watakao kuja watasema kuna baraka hapa kwa jina la Yesu. Sema Baba, tunapinga kila roho ya mauti, ya umaskini, ya laana, kukosa kwa jina la Yesu. Macho mbaya, sauti za uovu tunazipinga kwa jina la Yesu. Kuanzia leo utele wa pesa, utele wa mali, utele wa watoto utakuwa hapa. Semeni amen. Amen. Yesu makofi. Amen. Aya, tunataka kuingia hapa, si ndio? Nataka kuingilia hapa. Alafu sasa mama akuje na mtoto na baba. Kujeni hapa hapa. Sasa hapa. Musa. Sasa hapa. Yuko hapa, ngoja tu. Sasa sio hata mkienda nayo muende nayo ndio ndani. Wajua watoto wanapanga furaha. So mama, tunataka kusema kwamba hii nyumba hivi vile tumefanya sisi, tumeweka msingi. Umeweka msingi, ingia ndani usipigwe na baridi, umbu na waizi. Kwa ulimwengu wa kiroho na sisi tumeweka mwingine. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huo mwingine tumeweka katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Na mtu yoyote atakayejaribu kuuza uchawi, uganga, laana, umaskini, magonjwa haiwezi pita kwenye huo ukuta ambao tumesimamisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Now, Father, in the name of Jesus, na kushukuru na ni kwa sababu ya watoto wako hawa ambao wamekuheshimu, na sisi tumesimama hapa Mungu ili kushukuru kwa sababu ya kazi hii umewafanikisha kufanya. Jina lako libarikiwe na litukuzwe Mfalme. Hata tunapofungua nyumba hii rasmi siku ya leo, tunatangaza chochote ambacho tumenena mahali hapa tunataka kukiingisha ndani. Utajiri, watoto, familia, baraka, furaha na amani, kila aina yote ya baraka tutakapofungua milango hii katika jina la Yesu Kristo vipatikane ndani. In the name of Jesus. Nikeni mikono hapa hivi wawili. Mtoto mwingine wapi? Good. Father, in the name of Jesus. Asante Bwana kwa sababu ya Musa na Faith. Ninawaunganisha hivi na wakiingia kwa nyumba hii ndivyo Bwana wataishi siku zote za maisha yao. In the name of Jesus and the church of God say amen. Amen. Yesu makofi mazuri. Now, mpige vigelegele. Ni sawa sawa? Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kama vile mlango huu ulikuwa umefungwa, hivi ndivyo mambo yote katika maisha yao ya kiroho uenekawa yalikuwa yamefungwa. Lakini tunasimama hapa kama watumishi wako kwa imani ndani ya Kristo, nasi tunatangaza ya kwamba nyumba hii tunaifungua katika jina la Baba
la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaifungua na kuiweka wakfu kwa kuishi, na watu wote waseme amen. Bariki sana basi, karibuni. Karibuni ndani ndani. Wapendwa, Mungu ambariki sana nyinyi wote ambao mmeshirikiana katika hilo. Hivyo ndivyo nyumba uwekwa wakfu, ili tukaweze kujua ya kwamba kile chochote kimewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu hakiwezi kikaibika. Hallelujah. The Lord bless you. Mimi naitwa Pastor Martin na ninashukuru Bwana kwa ajili ya heshima ya mwaliko huu. Na ukinihitaji unaweza nipata pale hapo Sabasaba, na kuanga na ofisi hapo, na kuanga na mkutano na watu Jumatano, na ninakuanga nikiombea watu one on one siku ya Tuesday na pia siku ya Thursday kuanzia saa 4. Ukija hapo unaweza kufika na ukaniona nikakuombea na mambo yako yakaenda vizuri na Mungu atakubariki. Kwa hivyo nyumba hii tumeiweka wakfu. Mimi tunaweza ruhusiwa tuingie huku, kama pilau yangu imeruliwa saa hii tupike ingine. Sawa sawa. Alafu wale wenye tulikuwa tumekatisha kama hawajakula pilau, tafadhali mnaweza mkakula, alafu wengine tunaweza kimbia kwa sababu ya shughuli. Thank you so much. Mungu abariki. Turejesha kipaza sauti kwa mchungaji. Thank you so much sana. Asante, Mungu akubariki sana. Amen. Pigia Bishop makofi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Sasa nyumba tumefungua na kila mmoja amebeba funguo yake hapa. Yule mtu ambaye hana nyumba, tunajua leo amepata nyumba yake hapa kwa jina la Yesu. Mungu abariki sana. Wacha tuombe maombi ya kumaliza ibada. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante. Asante maana Bwana umekuwa pamoja nasi kutoka wakati tulipoanza ibada ya siku ya leo ya kudedicate nyumba Bwana. Najua kwamba Bwana kila mmoja amebeba nyumba yake hapa. Jehova, tutakusikia ushuhuda wa nyumba nyingine kila mmoja atakaye kuwa amejenga mwaka huu wa 2025. Tunasema ni asante, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Sasa tuko huru kula pilau. Yule ambaye hakula pilau, najua kwamba side your time. Jina la Yesu. Asanteni sana.